Asante, naomba tuketi. Asanteni sana. Thank you very much. Isiolo hoye. Isiolo hoye. Mpo? Asanteni sana. Nataka nichukue nafasi hii kwa niaba yangu na niaba ya serikali niwakaribishe katika makazi haya ya Naibu wa Rais wa Kenya. Karibuni. Nataka pia nitambue itifaki zote. Nishukuru gavana wetu Mheshimiwa Abdi Guyo pamoja na naibu wako. Nishukuru vilevile Mheshimiwa Mumina naibu wetu. Nishukuru Mheshimiwa mbunge wa Isiolo Kaskazini Mheshimiwa Samia. Nichukue nafasi hii vile vile kutambua Speaker wa County Assembly Roba na waheshimiwa wote wa County Assembly ya Isiolo. Nitambue PS ambaye ni one of the professionals ambao wametoka Isiolo County, PS Petroleum, Mr. Liban. Asante sana. God bless you. Na vile vile nitambue maafisa wote ama viongozi wote. Nimeona viongozi wa zamani, viongozi wa sasa, na kwa njia ya kipekee nitambue aliyekuwa gavana wa kwanza wa Isiolo, Mheshimiwa Goro Ndana, rafiki yangu wa miaka mingi, pamoja na viongozi wale wengine wote, hata kama sijawataja, nawatambua, wakaribisha, pamoja na wenzangu leaders wa grassroots ambao umefika hapa kutoka sehemu zote za Isiolo. Karibuni tena. You're most welcome. Nitakuwa wa kuongea kwanza kwa sababu mimi ndio nimealika mkutano. Na mtu akikualika, at least unampatia nafasi na kuambia alikualikia nini. Si namna hiyo? Ile siku mtaniita mkutano gavana, nitangojea mniambie mmenialikia nini. Si namna hiyo? So today is my day to tell you why I've invited you. Nimeongea na governor, nimeongea na waheshimiwa, nikawaambia watafute viongozi kutoka mashinani wakiwakilisha sekta mbalimbali katika kaunti yetu ya Isiolo. Tukue na kikao hapa adhuhuri ya leo ili tujadiliane mambo kadha wa kadha ambayo ni mambo muhimu yanayohusika na maendeleo ya kaunti yetu ya Isiolo. Kwa hivyo, jambo la kwanza ni kwamba mkutano wa leo sio mkutano wa siasa. Sio mkutano wa siasa, siasa za kitaifa ama siasa za county. Kwa hivyo leo hatujakutana hapa kuongea ni nani atakuwa MCA, ni nani atakuwa mbunge, ni nani atakuwa women rep, senator ama hata governor. Hiyo siku ikifika, wale tutakuwa mrengo mmoja tutaiongea. Kwa sababu kwa siasa si mirengo ni mingi. Siku hiyo ikifika tutaongea siku hiyo. Kwa sasa nimewaita hapa kama naibu wa rais wa nchi kwanza kuwajulisha kwamba sasa kwa kama siku 91 mimi ndiye sasa nafanya hii kazi ya naibu wa rais. I'm now 91 days old kwa hii kazi. Kabla ya wadhifa huu mimi nimekuwa waziri wa usalama wa taifa kwa miaka 2.
Kama waziri wa usalama, mimi nimetembea na kuzuru kaunti ya Isiolo mara nyingi sana. Na ni kwa sababu tulikuwa pale na changamoto nyingi za kiusalama. Ilibidi mimi na wenzangu katika sekta ya usalama wa taifa tuzuru pale. Na hata kama tumefanikiwa kiasi katika miaka miwili ambayo nimekuwa pale, najua bado kuna changamoto ambazo lazima kama serikali tuendelee kuzitatua mpaka Isiolo ipate usalama wa kutosha. Na kwa hivyo vile vile najua ya kwamba wakati nimezuru pale, kwa sababu nimekuwa katika sehemu nyingi za Isiolo pale. Tumekuwa hapo Isiolo mjini, tumekuwa kule Cherab, tumekuwa Kina, tumekuwa kule kunaitwaje kule Burat, kule Mlango, tumetembea pale. Kuna maneno mlikuwa mmewasilisha kwangu siku hiyo nikiwa waziri, ambayo nilikuwa nimeahidi yatafanyika kwa niaba ya serikali siku hiyo. Na some of them we already implemented, like some commitments on NPRs, part of it was implemented, another one is remaining. True or false? Mambo ya sub-counties, some of the sub-counties we implemented, others are remaining. True or false? And so many other things, administrative units and all the other requests you had made, some of them are still pending. I want today to assure you, the people of Isiolo, that all the commitments that the government of Kenya made about security and about administration and about everything else development for Isiolo, we will follow through. And as Deputy President, I'm also going to assist to follow through to make sure that all those commitments are honored. Kwa hivyo najua niko na madeni pale. So na gavana na hao waheshimiwa walikuwa wameniambia wamekuja kudai deni. Hata huyu mtu yangu mbunge wa MCA wa Oldonyiro, huyu mtu anaitwa Lemantile, ameniambia nimekuja kudai madeni yangu. Uliniambia sub county ya Oldonyiro iko wapi? So asante sana mheshimiwa. So I want to commit that it will be done. We will work with the new Minister for Interior and the team there, because we are still one government, to make sure that we deliver on those promises. Alafu kwa sasa, kwa sababu hiyo kazi sasa imepata mtu mwingine, mimi niko katika hii kazi ya kusaidia Rais William Ruto kuendesha masuala ya serikali ya Kenya. Na yeye ndio amenipatia hii kazi, na leo anajua nakutana na viongozi na wananchi wa Isiolo, na ako safarini kidogo, aliniambia niwasalamie. Unapokea salamu za rais? Umepokea salamu za rais? So ukiona nimefanya hii mkutano, ujue bosi yangu anajua niko hapa. Siwezi fanya bila yeye kujua. Na yeye ndiye ameniambia tukutane, kwa sababu kuna mambo angetaka nimsaidie kusongesha mbele mambo ya maendeleo. Kama naibu wa rais, kazi yangu ni kusaidia rais. Mahali miradi imekwama, naita wenzangu, mawaziri, PSs, heads of agencies, kama ni mambo ya barabara, kama ni mambo ya maji, tunajaribu kutatua, kwa sababu rais hawezi kuwa peke yake ndio anafanya kila kitu. Kazi ya rais ni kutoa amri, kazi ya wale wako chini yake, mimi nikiwa mmoja wao, na wale wengine ni kutekeleza ile programs ambayo imetolewa na mwelekeo ambao umetolewa na rais. Na kwa hivyo katika kuamua mambo ya maendeleo, mimi nikiwa msaidizi wa rais, mimi nitafanya kazi na viongozi wenu waliochaguliwa, viongozi wenu professionals, na viongozi wenu wote, ili kuharakisha ile miradi ya maendeleo ambayo serikali inafanya pale Isiolo. Na ile ambayo imekwama tutakuamua.
kwa sababu tuko na hiyo kazi wakati huu. Wakati nilikuwa interior nilikuwa nashughulika tu na mambo ya security, lakini sasa nahusika na mambo yote kisaidia rais kuhakikisha mambo yote, sekta zote tumekwamua mambo ya maendeleo. Nimewaita hapa kwa sababu wakati rais alikuwa anatafuta kiti cha urais, alitembea katika sehemu zote za nchi ya Kenya, na katika kule kutembea kutafuta uungwaji mkono, ile manifesto ambayo alichaguliwa ili aitekeleze. Najua kuna manifesto alisema nichagueni ndio nifanye 1, 2, 3 mambo kadhaa, ndio ilifanya achaguliwe apate kura nyingi. Ile manifesto tuliitengeneza kama chama kupitia maoni ya wananchi kutoka mashinani, kwa sababu sisi tulikuwa tunaamini taifa, unaweza tu kubadilisha taifa kimaendeleo ukianza kule mashinani na wananchi walio chini, ukiboresha maisha ya walio chini na walio wengi, alafu ukipanda juu, badala ya kujaribu kuboresha maisha ya watu wachache ama makampuni makubwa makubwa, na huku chini watu wanaumia walio wengi. Bottom up economic transformation agenda. Hiyo manifesto tuliisanya kupitia kukaa na wananchi na viongozi katika kila kaunti, watuambie ni mambo gani ya muhimu ambayo yanaweza boresha maisha ya wananchi walio wengi pale katika hiyo kaunti. Ni sekta gani tunapaswa kuweka nguvu. Na baada ya hiyo maoni, rais kwa niaba yetu siku hiyo akatia saini mkataba katika kila kaunti, tulikuwa tunaita County Economic Charter for every county. So Isiolo, this government is implementing a manifesto generated through a very consultative process which began at the grassroots and ended up at the county level for all the 47 counties of Kenya. And therefore, the economic charters that were assigned in the county became part of the national manifesto. And that's what we are implementing. In the manifesto, pia, tukasema, hili kuhakikisha rais na serikali itafuatilia yale mambo, tukichaguliwa, tukipata serikali, kila mwaka chama chetu tawala kitakuwa kinaitisha vikao vya viongozi wa mashinani na wananchi kila mwaka, kuwaelezea tumefika wapi katika kutekeleza yale matakwa ambayo tulikubaliana. Tukasema hatuwezi ngojea miaka 5 alafu unakuja kueleza vile ile mambo ulikuwa unafanya. Watu watakuwa wamechoka, watu watakuwa wamepotoshwa na mauongo. It will be too late even if you have done a lot of work. We said every year for every county we will convene a forum with leaders, opinion leaders, elected leaders, professionals, to explain what achievements we have made in the implementation of the priorities identified in the county economic charters. Kwa bahati mbaya, hii miaka 2 imepita, hatujafanya hiyo kazi. Kwa sababu hiyo kazi katika ile manifesto ilipewa naibu wa rais ambaye ni naibu wa kiongozi wa chama. That work was assigned to the deputy president, who is also the deputy party leader. Sasa the last 2 years hatukuweza kufanya hiyo kazi. Sasa ndio tunajaribu kuifanya. Na ndio umeona serikali imeumia kidogo. Wananchi wengi hawajui nini inaendelea, ni nini imefanyika, nini haijafanyika. Na watu wa uchochezi na uongo wameingia hapo
kuchochea wananchi ya kwamba hakuna chochote kimefanyika, na si kweli. So hii kikao nataka mjue ya kwamba jambo la kwanza, tunafuatilia yale mambo ya kipaumbele mlisema tuyatilie manane katika manifesto. Ya pili, tutakuwa na vikao kutoka sasa kila mwaka ya kuwaelezea tumefika wapi katika ile makubaliano ya masuala ya maendeleo ya Isiolo. Ya tatu, hiyo vikao tutakuwa tunafanya sio hapa Nairobi. Tutakuwa, Mungu akitujalia, tunafanya kule kaunti yetu ya Isiolo. Na kwa sababu hiyo kazi ndio nimepewa kama naibu rais, kusaidia rais kueleza wananchi mahali tumefikisha maendeleo. Tutaifanyia huko. We look for a tent like this one or even bigger. We can even look for a 10,000 seater pale Isiolo town. Tuite watu kutoka kila sehemu wakutane pale town, tuwaeleze vile tunafanya mambo ya maji, mambo ya stima, mambo ya barabara, ili wakirudi nyumbani wajue ni nini inaendelea. Lakini tukikimya tungojee miaka 5, wananchi wengi wanaweza kuambiwa mambo ya uongo na itakuwa too late to explain. And it's also fair to explain to the people what government is doing for them. It is a good practice for a leader to explain, for a government to explain. Kwa hivyo tutakuwa tunafanya hiyo vikao huko. Na vile vile siku ya leo tutafanya maamuzi fulani. Vile hatuwezi kungojea mwaka uishe ndio tuitane hiyo kikao ya kueleza. Tutakubaliana kama kuna kamati ya watu wachache, ile kwa niaba yetu itakuwa inafuatilia na ofisi yangu hapa katikati, labda kila miezi 3, ili wakati mwaka unaisha we already have information ambayo imefikia watu mashinani ya ile kazi inaendelea. Mimi naona tukienda hivyo tutaenda vizuri. Si ni kweli? Si ni kweli? Just communication. What we've lacked is just a structure for communicating. So we have left the president to be the first and the last and the only salesman and communicator on behalf of government. So sasa ametuambia mimi, mawaziri, PSs kama huyu, all of us should assist him. Tusikae hapa Nairobi na kuvaa tai. Wengine wako na bendera, wengine si wako na nini, lakini hausaidii rais, na hiyo bendera rais ndiye amekupatia. Lakini hakuna mtu anajua wewe PS, wewe ni accounting officer. You are controlling, you have power, you have resources. Hapo Isiolo saidia rais kujua, watu wa Isiolo wajue nini inafanyika. Na hata mimi nikiwa naibu wa rais nisaidie rais, watu wa sehemu zote za Kenya wajue ni nini inaendelea. Okay? So mimi naona tukienda hivyo tutaenda vizuri. Hii miaka 2 imepita, watu wengi kuna watu walikuwa wanapotosha watu, hakuna kitu serikali imefanya. Leo nataka ni wasawishi ya kwamba kazi imefanyika. Kujenga uchumi wa taifa sio jambo la siku moja, sio jambo la mwezi moja, sio jambo la mwaka mmoja. Wakati rais amechaguliwa mwaka wa 2022, uchumi wa Kenya ulikuwa mahali pabaya. Watu wengi wakati wanasikia tukisema hivi wanafikiria tunajaribu kukemea ama kulaumu Rais Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa kiongozi wa taifa. Lakini uchumi wa Kenya haukuharibika kwa sababu ya uongozi wa Uhuru Kenyatta.